Pen na paper nachora mistari ndio muone the bigger picture. Na mwaga wino kwa karatasi. Kandarasi, I'm still looking for that paper. I am the bigger man in this picture. Usishangae, mizani yangu iko na uzani. I'm pulling my weight so that I can uplift you. Mimi, babangu nilipokuwa shule, alidhani alipoteza school fees kwani alikuwa anasomesha ng'ombe. He was partly right. Ng'ombe niliutoa kwa vita vya Longhorn. Fact is, aliuza ng'ombe akasomesha mbuzi. Because I'm the God. Hi ladies and gentlemen. My name is Masufuria bin Mabakuli. Na wakaribisha katika kipindi chetu kinaitwa Hadithi Zetu. Tuko ndani ya Manjano Studio, locked in. Na kama nilivyosema hapo awali, I am the God. Na leo nawapa story. It is the greatest story of all time. A God story. And it's all about a God. Ever wondered why mita ya Mombasa inaitwa mtaa wa mbuzi? Ukienda Likoni kuna mtaa wa mbuzi, Kisauni mtaa wa mbuzi, Mtwapa mtaa wa mbuzi. This is to honor one of the greatest towns ever. Kisauni hapo ndani kulikuwa kwaitwa mtaa wa mbuzi. Hiyo ndio jina ilitoka hapo. Kwa sababu Kisauni walikuwa wako na kila mwaka wako na kama sikukuu yao inaitwa siku ya mbuzi. Walikuwa naifanya kila mwaka. So mwaka ukifika hapo katikati, mbuzi wote walikuwa wanaoshwa, wanasafishwa, wanawekwa ma bling bling, wanapigwa ma lipstick, ma chain, wengine mambuzi wengine wanapigwa ma tattoo. Wale mbuzi ambao walikuwa na Uswahili sana walikuwa wanapigwa mapiko. Yaani hiyo siku ni me. Hakuna mbuzi kuchinjwa hapo. Ni kuenjoy tu, au sio? Na hiyo kitu imefanywa for as many years. Imefanywa for like 50 years. Wanaendelea hiyo tradition. Lakini pia hiyo kwenye hapo Kisauni kulikuwa kuna mama anaitwa Mama Hadija. She had the best goat in town. Huyu goat anaitwa Mrefu. Huyo ndo alikuwa ni celebrity wa mambuzi wote. So mambuzi wote wakikuja, yeye ndiye mbuzi ambaye yashine hapo. Unaona? Mrefu. Ni mrefu kwa sababu watu walikuwa hawezi kutolerate hiyo. Na watu walikuwa wanaweza kumsamehe. So siku ya mbuzi ilikuwa inakaribia. Sasa Mama Hadija ameenda kucheki, angalie nimekapgana atawapiga mambuzi nini machain, amenunua mabling bling yako, mavipuli, mahina, maherini. Akienda cheki, mbuzi haziko. Mbuzi zimepotea zote. Kuna kikaratasi tu kimewekwa hapo. Shwa. Musi tutafute. Hili ni genge la mbuzi. Me. Hivyo ndo karatasi imewekwa. Me. Wanacheka. Nakwambia alipiga kelele Mama Hadija. Kabidi community kuje pale. Mama Hadija nini? Tunataka usaidizi wao. Mama tukusaidie vipi? Mama acha kulia. Akasema mbuzi zangu zimeibwa. Kuna jamaa akasema hapana. Mimi nitamsaidia Mama Hadija, ni mama yetu huyu. Huyu jamaa alikuwa anaitwa Mtiso. Lakini kama nataka nyinyi niwasaidie, mimi nataka vitu vitatu mama. Ya kwanza, nataka unga wa mahindi. Namba 2, nataka baiskeli haina breki. Na namba 3, nataka kijana ambaye anaitwa Tito, tutafute naye mbuzi. Watu walimcheka. Maki udogo darasani alikuwa apiga maziro. Anataka unga na darasani alikuwa hawezi kuunga. Lakini akamwambia sawa, enda zako. Na kuambia Mutiso alitafuta hao mbuzi kila mahali. Akaenda milima wapi. Siku moja akaenda kwa mto. Huko chini huko Kisauni huko ndani. Akienda ona mbuzi zile za Mama Hadija zimpigwa miwani, machain. Akiwa anataka kuzifuata mbuzi akasema no. Hold back, atuendi, tumegoma. Mbuzi inaandika paka na mguu, tumegoma. Akaona ni noma. Akasema nyinyi mnaenda. So akaanza kuzifukuza. Mbio. Zikaanza kushuka kwa mlima hivi. Yule naye akona baiskeli ukumbuke haina brake.
Kumbe ule unga ambao umeuitisha aliuchanganya na maji akaumwaga. Uji ukamwagika fya. Mbuzi liteleza du chini mpaka zilipofika huko chini. Alipiga kelele Mutiso, mbuzi zikajachukuliwa zikapelekwa kwa mama mrefu, Mama Hadija. Mama Hadija ashangaa, hizi mbuzi zilikuwa ziko wapi? Ana furaha. Chifu ataka kutoroka. Kumbe chifu alikuwa ndo amezichukua zile mbuzi. Alikuwa amezichukua zivae miwani celebrate happy birthday yake. Wakakasirika noma sana. Chifu akapigwa marufuku, hakuna kushika mbuzi tena. Never karibia mbuzi in your life again. Na kuona that memory ya wale mbuzi na siku ya mbuzi, ikabidi chifu atumane ujumbe mitaa yote ya Mombasa kwamba lazima kila area Mombasa ama hata Kilifi, Lamu, lazima kuwe na mtaa wa mbuzi. Thank you ladies and gentlemen. That was my time. See you next time. Keep it locked. Tuko Manjano Studio na hadithi zetu.